Semao. Semae. We binti, umefuata nini tena kilingeni kwangu? Ni muda mrefu nimekuonya usidhulumu nafsi za watu, lakini hutaki kunielewa. Kwa nini nitakumua nitasokwa na hatia? Ni mtoto gani ule ambaye unamzungumzia? Kuna watu wamekuja hapa, ukawapatia dawa kaumue ule mtoto. Jina lake anaitwa Kasuku. Kwa hiyo unataka kuniharibia mipango yangu, si ndio? Halafu wewe ni kama nani ambaye unataka kuniharibia mipango yangu? Wewe ndugu yake? Sasa sikia. Tena unasikiliza kwa makini. Kwangu, Mganga Dice, huwezi kunifanya kitu chochote. Na ngoja nikuoneshe. Leo sasa kwa ajili ya vita na wewe. Kama unahitaji vita, tutaonyeshana. Ngoja kwanza nikamsaidie Kasuku. Yaani mtoto anataka kunipanda kichwani. Nitamuonesha. Nitamuonesha mimi ni nani. Mimi ndiye Mganga Dice. Anataka kunipanda kichwani. Anataka kunipanda kichwani mimi. Nitamuonesha. Usiogope. Wewe nani? Hilo sio muhimu kwa sasa. Rachel na mume wake wanakuja na dawa kwa ajili ya kumzuru Kasuku. Ingia chumbani na utoe mto wake. Mimi nitamini vipi? Kama wewe unaongea ni ya kweli. Unajua fika Rachel anavyomchukia Kasuku na anaweza kumuua. Fanya haraka, la sivyo utampoteza Kasuku. Wewe mbona shtuka hivyo? Nilikuwa namwaga maji mama. Unamwaga maji wakati nakuona unashtuka hapo? Hivi wewe uo mara yako mpaka nje tena? Au kuna kibwana ulikuwa unaongea nacho hapo? Kwa sababu mimi nakuita unashtuka kitu gani kama ulikuwa unamwaga maji wewe? Mbona mshanzi sana wewe mtoto? Umbea tu umekusimamisha hapo. Kuta ulikuwa unasikiliza majirani huko. Pumbavu wewe. Hebu tupishe huko. Roho yangu inauma, nimebaki peke yangu, dunia imenipuuza, nadondosha chozi langu, bila huruma wanaitesa nafsi yangu. Kimbulu. We Kimbulu. Nakuja mama. Hebu fanya haraka bwana wewe. Unakaa huko ndani unatawa wewe? Au umekuwa mwali? Mbona umevaa vizuri hivyo? Unapendeza ili iweje? Afu ndani ya nyumba yangu. Wewe, hivi unajua sasa hivi sikuelewi? Nakuona tu. Nakuona nyendo zako. Kama sio unammendea mume wangu unammendea mwanangu. Mama jiangalie. Jiangalie. Mama, mimi nimetoka kuoga
Ndio maana nimevaa hivi nguo safi. Umalaya tu. Nguo safi ndio uvaa hivyo. Umeshindwa kujitundika mdela huko. Pumbavu wewe. Hebu shika hela. Kanunulie vitu vya kupika mimi. Uende ukawatega wameza watu huko nje. Sio humu ndani kwangu. Sio mzoea umalaya wewe. Lakini mama, vitu vyote vipo ndani tushanunua. Hela natoa mimi, unatoa wewe? Unataka kubishana na mimi sasa hivi? Hebu toka bwana. Na wewe nini mtu mzima ovyo? Umetoa macho kama nungunungu, umalaya tu. Una lolote? Unachoangalia pale kitu gani? Ana kitu gani cha ajabu yule? Au ni yale makalio? Mimi mwenyewe ninayo, au nivue ile gauni unione kama yapo au hayapo. Wewe. Hey. Mke wangu. Mimi nilikuwa naangalia vitu vingine, sio makalio. Umalaya tu, vitu vingine gani? Wewe, yaani ole wako ufanye huo pumbavu wako. Nitaukata huo mguu wa tatu afu tuone utatambia nini wewe. Pumbavu. Naona tu mnavyonifanyia huko ndani. Naona. Na akili zangu timamu, mimi sio mjinga. Sasa ulinde hapa. Mimi naenda kufanya jambo letu ndani. Ndio nimemtoa ile bikidude asije akajua kinachoendelea. Kwa makini. Sawa. Wewe nenda, mimi nitakuangalizia. Kasuku. Nimekuita mara 3. Ninachokihitaji, nahitaji upotee kabisa kwenye ardhi. Nisikuone kabisa kwenye uso wa dunia. Yaani sihitaji urudi tena hapa nyumbani. Nahitaji ufe kifo kibaya sana cha maumivu makali. Kuanzia utosini mpaka unyayoni. Yaani nisije nikakuona tena kwenye maisha yangu. Yaani nakupoteza. Yaani nahitaji ufe kabisa. Yaani nisilikumbuke hata jina lako. Yaani uko ulikokwenda hospitali, basi usirudi tena. Kama ulivyoondoka umebebwa, basi urudi umebebwa hivyo hivyo ukiwa maiti. Sitaki nikuone. Nahitaji ufe kifo kibaya cha maumivu makali sana. Nakuchukia sana Kasuku. Nahitaji ufe. Kufa mbwa wewe. Kufa, sitaki kukuona. Fia mbali huko. Yaani kabla hujatokea pale mlangoni, nilianza kusikia harufu yako. Yaani umependeza. Asante sana. Haya mwenzetu. Maana sio kwa kupendeza huko. Safari wapi? Asante sana. Naenda kumuona Jackie. Amenipa mwaliko, so acha nikapajue kwake. Kumbe. Amba, mbona umejibu kinyonge hivyo? Vipi? Kuna tatizo lolote? Hapana. Lakini maana umngani mimi nimechoka kweli kukaa peke yangu. Unaonaje tukiongozana? To be honest, mimi pia niliwaza hivyo. Nikampigia simu Jackie kuulizia kama anaweza kwenda na wewe, lakini kwa bahati mbaya akakataa. Kwa sababu kama unavyojua, uwepo wako pale unaweza kupelekea lack of conversational pressure. Na ukizingatia tuna mambo mengi ya faragha ambayo nahitaji kuzungumza naye. So, vumilia. Wakati mwingine nitaenda na wewe. Ila kwa leo naomba niache niende peke yangu.
shida gani huyu mwanamke? Brown mume wangu. Hapa kila kitu tayari kipo sawa. Inapotokea tusubiri taarifa ya msiba tu. Na kwa fulani nilokuwa nayo, msiba ukiisha tu tuondoke zetu Zanzibar, tukakae siku 2 au 3 tule maisha mume wangu. Manake najua kila kitu kitakuwa mikononi mwetu. Au unaonaje? Mimi sikupingi kwa chochote kile utakachosema. Kasuku. Shikamoo shangazi. Shikamoo mjomba. Nashukuru kwa maombi yenu. Kwa sasa nipo sawa. Kwa nini mzima? Ilitakiwa ameshaku. Mama yako anamaanisha inawezekanaje Kasuku amepona haraka? Na wakati mimi na yeye tulikuwa tunajiandaa kuja kumuona hospitali. Daktari amesema yuko sawa. Lakini pia vile vile ametupa dawa ambazo atakuwa anaendelea kutumia mpaka atakapokuwa sawa kabisa. Na wewe bibi yenu yuko wapi? Si ndio alikuwa na mgonjwa hospitali? Bibi ameenda. Kaa kimya wewe. Nimekuuliza wewe. Afu mtu mbona una kelele sana huyu? Mama. Nimeshavuruga mzenu. Sipo sawa. Nisamee tu bure mwanangu. Lakini kumbuka huyu ni mgonjwa. Bado hajakaa sawa. Na kuhusu bibi ametuaga anaenda kwa ndugu wengine. Baadaye jioni atarudi hapa nyumbani. Yaani mume wangu yule mganga jau sana yani. Yaani tumeenda pale anatufanyia mazingaombo kibao. Anatufanya kama sisi wajinga hatuna akili. Mara amechukua mkono amenyanyua juu, ameweka kwenye sufuria, amefitiwa mfanya mambo gani? Kumbe anatudanganya uongo mtupu. Hamna kitu chochote. Katutisha pale mwisho wa siku anatupa dawa tunafika hapa dawa yenyewe ifanye kazi yoyote. Kasuku ndo kwanza karudi mzima wa afya. Ndio mambo gani? Yaani mimi najua kwamba tunasubiria msiba hapa tulie msiba. Tumalize tuondoke zetu tuende zetu safari zetu. Mwisho wa siku anakuja Kasuku mzima wa afya ndio mambo gani sasa? Mke wangu Lecho. Taratibu basi. Watoto wanatusikia huko nje. Alafu unaongea hivyo kwa nguvu. Kaa chini tuzungumze, tuyajenge. Tujue nini cha kufanya. Yaani mimi nikae chini najali. Yaani mimi najali kusikiwa na watoto. Hivi 30,000 unaiona ndogo eh? Mimi nataka hela yangu. Ile 30,000 kubwa sana. Alafu mimi ile 30 ile nikiongeza hela kidogo tunapata habaya. Kwa mambo ya kijinga mimi sitaki kabisa. Nataka hela yangu. Asinichanganye kabisa. Sasa unataka kuniambia unataka urudi kwa mganga? Habari ndio hiyo. Yaani kama kazoea kualia wajinga sio mimi. Hapa kwangu amegusa pabaya. Yaani mimi kesho asubuhi nikiamka mimi safari kwake atanipa hela yangu. Yaani mimi mchezo sitaki. Yaani hivi anatuchukuliaje yani? Hivi anaona mimi mtoto wa shamba. Yaani kashindwa kulima kwa kijijini, anakuja kutuongopea hapa kutuibia. Mimi mtoto wa mjini, mimi hela yangu hailiwi bure. Anajua mimi hela nimefanya kazi gani mpaka nimeipata? Yaani mume wangu kama unaogopa mimi siogopi. Mimi mwenyewe siogopi dudu wala mende, nakwambia mimi siogopi jini wala mganga. Kwa hiyo kama anajifanya yeye muuni, mimi muuni zaidi yake. Hela yangu atanipa. Labda sio mimi. Utanisikia kwenye vyombo vya habari kwa tangazo. Sikiliza. Kaa ujue kwamba kinachoenda kwa mganga akirudi tena. Nalijua hilo. Ni wahenga. Mimi nakwambia mimi yangu inarudi. Yaani mimi nabadilisha hiyo kauli naipindua. Mimi hela yangu inarudi. Labda sio mimi Lecho. Atarudisha na nitakuja kukuonyesha. Labda sio mimi. 30 hela. Ile sijachola chini nimempa mkononi. Letea ujinga mimi.
Sawa, fanya wewe unachokiona kiko sahihi. Wenda labda tuseme ndo nyota yangu hafifu, nuru yake batu kiwembe nafosi kuwa kisu. Au labda nilipaswa njifunze alifu, nafosi juzu ya 3, elimu yangu sio batilifu. Ila mapenzi yanaumiza sana. Mapenzi hayana maana. Mapenzi yanaumiza moyo wangu. Mapenzi yanadondosha chozi langu. Umejitahidi kijana kwa namna yake. Ile kuna shida moja tu. Hapo kwenye mapenzi unavuta sana. Mapenzi. Asa mapenzi. Asa ukiimba umbaji kama huo ndugu yangu utamtafuta mchoi nani? Utotoboa. Mimi nakwambia. Yaani imba vizuri watu waelewe. Mimi unanikela kama nini? Natamani niingie mwenye studio. Bila shaka huyu ni mpenzi wangu Kausa. Mtoto ana harufu nzuri huyu. Naona leo umekuja kunitunuku mpenzi wangu. Sogea mbele basi nikuone. Kwa hiyo malaya wako yupo kishani kwako, si ndio? Nisi ndo nini unapenda kunikata stimu? Mimi nimetulia na ndugu yangu nasikiliza muziki, unakuja unanipiga migumi. Mimi sipendi mambo yako hayo. Samundu, unanipanishia kibesi kwa sababu ya yule demu. Sasa mimi naenda kumtia mibisu, wote tukose. Yeye ataenda mochwari, mimi nitaishia maabusu. Jaribu uone kama hujafia jila. Yaani wewe mwanamke bado tulie nyumbani uanze maisha yako unaendeleshaje baada ya kutoka maabusu, unakuja unapoteza muda kwa mambo ya wenzako. Kwa nini? Nishakwambia fuata maisha yako, usipoteze muda na mimi kunifuatilia, alafu siku nyingine ukija kijiweni bila taarifa, nitakuja kukufanya kitu kibaya. Mwangalie sura yake. Una sura chafu ya ufisadi. Samundu, unasemaje mimi napoteza muda? Kipindi nipo maabusu, muda wote nakuwaza wewe. Sema nini? Nimekumisi sana Samundu wangu. Sana. Hilo jambo sitaki kulisikia. Kama una upuli wako, nenda kajichue mwenyewe. Sitaki mambo ya kufuatiliana. Siwezi kwenda kuchuma dhambi ya unzinzi kwa mtu ambaye sijampenda. Bwana nikachume dhambi kwa mtu ambaye ninampenda. Najua kombe nitajiteteaje mbinguni. Tena ukome. Sana. Kijua kishengi wa ruba hiki. Naona nikisimama kumwangalia huyu mwanamke nitaanza kutapika. Hem, tondoka kaniimbie kwengine huko. Jamani, kama mnavyoona hali ya Kasuku bado haijatengemaa vizuri. Sasa basi, mimi naona lile swala la kuondoka Kimburu bora tuliweke pembeni, kwa sababu Kasuku amemzoea sana na pia anampenda. Bibi, yani kama ulikuwa kwenye akili yangu vile. Mimi binafsi nikuunge mkono kwa sababu maamuzi uliochukua ni mazuri sana. Kwa hiyo mimi ambaye nilikuwa naibiwa mume huko ndani, hilo swala mjanishirikisha kabisa? Au kwa sababu nyinyi swala aliwaumi? Mmeamua tu kufanya maamuzi wenyewe, si ndio? Mke wangu Recho, tafadhali nakuomba tujaribu kuheshimu maamuzi ya bi mkubwa. Hichi kikao sio chetu, cha kwake. Humu ndani wote ni watu wazima. Nyie watatu mnaweza kutatua changamoto zenu. Lakini Kasuku bado ni mdogo. Na pia naamini Kimburu hawezi kufanya jambo kama hili tena. Bibi, mimi kipaumbele changu ni Kasuku. Na sio mambo mengine. Nyo. Kaone kanapojifanya katakatifu. Kumbe umalaya tu umekuja kichwani. Nisikilizeni niwaambieni, mimi huyu binti simtaki hapa ndani. La sivyo tutaishi humu ndani kama mtu na mke mwenzie. Tukikutana mlangoni ni vikumbo tu.
aendelee kubaki humu ndani. Shangazi, naomba dada abaki. Kaone akanako. Hivi wewe ungemtongoza babako ungemwambia mamako kama aendelee kubaki humu ndani? Au kwa sababu usio babako ni mjomba wako? Wewe pumbavu nini wewe? Alafu tunapoongea wakubwa kaa kimya. Mama, Kasuku ni mtoto mdogo sana na haelewi chochote kile. Sasa kwa nini unamwambia maneno makali kama hivyo? Alafu hebu jaribu kuwa mpole. Kwa sababu ukiangalia hali ya Kasuku bado si nzuri. Sawa, ni mtoto na wewe. Unawezaje kukubali endelee kuitesa roho ya mamako? Hivi kwanza ndani mnanichukuliaje yani? Mnaniona mimi ni mjinga, sina akili? Unajua mtoto ananizoea sana huyu. Yaani Kimburu sasa hivi amefikia hatua anavaa nguo za ajabu kumtega babako. Anashindwa kufanya umalaya wake nje huko, anakuja kufanya ndani mwangu. Yaani wewe anachonitafuta au kitapatikana. Humu ndani mimi naye ni mtu na mke mwenzie na haibadiliki. Kitakachotokea au nitakachomfanya, hamtuamini machoni mwenu. Hai. Mimi ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Mimi nimeshaongea. Kimburu ataendelea kubaki hapa. Kwa sababu unapenda furaha ya mjukuu wangu. Unataka kumuona mjukuu wangu akilia kila siku akikosa amani, si ndio Wewe ukoje wewe? Mimi si ndo mwenye maamuzi? Mimi napenda furaha ya mjukuu wangu. Na napenda mjukuu wangu akae kwa amani. Umenielewa wewe? Na sitaki Kimburu aondoke hapa. Hayo ndio maamuzi yangu ya mwisho, sio vinginevyo. Nadhani umenielewa. Wewe mganga tapeli. Hivi wewe umenichukuliaje mimi? Yaani siku ile nimekaa hapa napoteza muda wangu na kuangalia na kusikiliza kwa makini, kumbe unaniambia upumbavu. Yaani kwa taarifa yako mimi hela yangu hailiwi hivi hivi. Nataka hela yangu. Yaani kama umezoea kwa tapeli hao wao jinga wenzio. Kama umezoea kufanya upumbavu hao wao sio mimi. Nataka hela yangu. Yaani hela yangu hailiwi bure. Unajua nifanya kazi gani nikupata ile hela wewe? Nataka hela yangu. Sileta tapeli yako kujinga mimi wewe. We mama. Sois poli. Je vais te transformer en une poule. Hapa upo ndani ya nyumba ya mizimu. Kwa hiyo usishangae nikakugeuza kuku. He! Ndikukinya nene, ndikukinya. Hey, wewe unanichukuliaje mimi? Hivi wewe unajifanya mganga sana wewe? Unajifanya mganga. Kwa taarifa yako mimi mwenzio sikuogopi kama nilivyokuambia. Yaani wewe kama unajifanya wewe mkongo, mimi muhehe. Na sila kama ulivyokuwa nazo wewe. Nisikilize nikwambie. Yaani umejifanya bingwa sana wa uganga, kumbe upumbavu mtupu. Nataka hela yangu nimekwambia. Nataka hela yangu sasa hivi kabla sijakubadilikia mimi. Écoute-moi très bien maman. L'essentiel n'est pas de ce qu'on fait de vous, mais de ce que tu fais de ce qu'on fait de vous. Sikiza nikwambie kitu. Najua dawa haijafanya kazi. Kwa sababu kuna kiumbe ameingilia kati hizo zoezi. Na kilichobaki ni mimi na wewe kuungana ili tuweze kulitatua hili jambo. Hey, nani kaingilia mambo yangu? Nani kaingilia mambo yangu kapambane naye? Uwezi kupambana naye. Kwa sababu hicho kiumbe sio binadamu. Car l'esprit que tu veux combattre est un démon. Hiyo kiumbe sio kiumbe ya kawaida. Kimburu, nakupasa kuwa makini kwa kila hatua upiga kuanzia sasa. Kuna nini? Na ni kwani ni makini? Rachel na yule mganga aliyompa dawa kwa ajili ya kumua Kasuku sasa wameungana. Hivyo basi, wewe na Kasuku mpo hatarini. Lakini sasa sijui kosa langu nini linalofanya nitese, adhabu zitaisha lini, kupigwa mateke, wenda labda fungu langu liliandikwa niteseke, wenzangu wapate furaha, mimi nivune upweke, mana natamani ningekuwa na mamangu nimwite aitike, natamani ningekuwa na babangu mkono anishike,
natamani sauti yangu ya unyonge walipoifike, natamani walipolala wao na mimi wanizike. Mimi mtoto yatima